Iko we nawe ko withuza. Manyita jeni kihara. Tumegothe. In 3, 2, 1 and action. Ngejaga. Iko. Sasa. Kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi, chairman wa Newgema Young Leaders Movement, na leo nimekuja hapa tuzungumze yale ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Kenya, na tutaanza na hii. Nimeona William Ruto akirukaruka huko Nairobi akiwa juu ya magari kama vile ambavyo amezoea, na nimesikia tu akirukaruka huko anaambia watu ya kwamba sijui wale ambao wapinzani wake eti wanapiganisha vijana kwa sababu hawana mpango yoyote ya kusaidia vijana vile ambavyo watajimarisha. Na mimi nimeshtuka sana nikisikia William Ruto akisema ya kwamba eti yeye ndiye ako na plan ya kusaidia vijana kuwapatia ajira. Na mimi nikajiuliza, hii plan William Ruto anasema ako naye, kwani hii plan atakuja kuimplement mwaka gani? Kwa sababu amekuwa na plan ya kusaidia vijana kutoka mwaka wa 2013. Sasa hii ni miaka zaidi ya 12 imeisha na bado hadi leo anasema ya kwamba ako na plan. Alianza kuimplement hiyo plan ya kusaidia vijana kama wale wanaandamana leo hii hawajazaliwa. Wamezaliwa, wamepelekwa shule, wamekuwa wakubwa, wamemaliza shule, wanatafuta kazi, bado wanasema hako na plan ya kusaidia vijana. Na mimi nimeshtuka. Unajua nataka niambie wa Kenya, ukiona watu wanapigia William Ruto makofi, ukiona watu wanapigia William Ruto makofi akiongea kule juu ya gari, it's either ni wale amelipa 3,000 ama ni wa Burundi wale wanauza njugu karanga huko, wamekusanya wakapelekwa hapo wakaambiwa wapiga makofi, wasipopiga makofi watafukuzwa Kenya, hatakubalishwa kuuza kahawa na njugu karanga. Otherwise hakuna group nyingine hapo inaweza pigia William Ruto makofi leo hii Kenya hii. Kwa sababu hata zile polls zimefanywa juzi na hii kampuni ya Mizani zinasema ya kwamba William Ruto ako na 9% Kenya mzima. 9%, umaarufu yake ni 9% Kenya mzima. Hiyo ni kumaanisha hata tukifanya polls ya shetani mwenyewe hata ako na umaarufu kushinda William Ruto, kwa sababu nafikiri Kenya wale watu wa Illuminati ni wengi kuliko hata 9%. So hiyo ni kumaanisha kati ya William Ruto na shetani hapa Kenya, shetani ako na umaarufu, ako na wafuasi wengi hata kushinda William Ruto. 9%. Mtu ambaye alikuwa na watu walikuwa wanamfuata Kenya hii alikuwa na 8% 2 years ago. Sasa hii yako na 9. Hata shetani anamshinda. Kwa nini? Kwa sababu ya uongo mingi. Kila siku akiamka ni uongo. Unaambia vijana huko na plan. Hii plan umewaahidi miaka 15. Kwani utawaajiri siku gani? Utawasaidia siku gani bwana William Ruto? Na mimi nashtuka kwa sababu nimesikia ukiwaambia tu zile hadithi tu zako za kawaida, sijui mto itasafishwa, sijui hiyo mto sasa itasafishwa iwekwe samaki, watakuwa wanavua samaki wanauza. Hizo ni hadithi za abunwasi. Na nikwambie, acha kuwekelea viongozi wa upinzani ukisema ya kwamba eti wanashughulika na kuleta vijana pamoja kuwachochea. Hakuna mtu wako na akili anachochewa kwenda maandamano, ama hakuna mtu wako na akili anachochewa ku criticize ama kupinga serikali yako bwana William Ruto. Hawa vijana unaona wakipinga serikali yako ni kuchoka, wamechoka na hii hadi zako za abunwasi. Hizi stories zako mingi za makanga juu ya gari kila siku zimefanya hawa vijana wachoke. Hakuna mtu anapiganisha. Hakuna mtu anawapiganisha. Hawa vijana wapatie kazi. Kama wewe ni rais ambaye wakusema na kutenda vile unasemanga, wapatie kazi. Uone kama kesho watatokea kwa barabara. Lakini for so long kazi yako ni kuwadanganya. Unachukua pesa zao, unapatia mapasta 10 huko State House. Unachukua pesa zao, unaita wakora wezi hapo wanajifanya ni intercessor. Wakora tumbo kubwa, kazi yao ni kudanganya wananchi huku, wakiwapotoza. Ukiita hao mapasta hapo State House unawapatia pesa wananchi. Unatarajia vijana ambao wako na akili wameenda shule kupigia makofi. Hakuna kijana wako na akili ameenda shule anaweza kupigia makofi. Wakati unachukua pesa yetu ya ushuru, unaita mapasta wachache wakora wezi hapo State House, unawapikia tena mandazi, alafu unawapatia pesa. Na ni aibu sana. Hatuwezi kubadilisha hii serikali ambayo inakuwa religious. Hatuwezi kubadilisha serikali ya Kenya ikuwe religious. Kwa sababu hiyo ni ukora mnajaribu kuficha. Ya, na niambie wa Kenya, hiyo kanisa mnasikia inajengwa hapo State. Hiyo ni shimo la wezi. Inajengwa hapo ya kuosha pesa. Ukora yote hapo ya wash itakuwa inafanyikia hapo in the name of sijui ni kanisa. Hakuna kanisa iko hapo. Serikali ya Kenya inafaa kukuwa secular. Hata kama tuko na idadi kubwa ya Wakristo katika nchi hii, watu wote wanatoa ushuru. Ya, Waislamu, watu katika dini zote Kenya hii. Na ni vibaya sana tukikuwa na rais ambaye anagawa watu katika misingi ya kidini. Na niambie William Ruto,
Mlijaribu kugawa Kenya katika misingi ya kikabila, siku mlikuwa mnafukuza Rigathi Gachagua hapo, hiyo kitu ikashindikana. Watoto wetu Gen Z wakajitokeza wakawaambia kwamba they are tribalists, they are partyless, they are leaderless. Wakakwambia wao hawataki nafasi katika serikali. Wao wanataka uongozi mwema. Wao wanataka good governance. Wanataka accountability. Wanataka serikali ambayo inatumia ushuru wa Kenya vile ambavyo inafaa. Kwa hivyo mbinu yako ya kugawa Kenya katika misingi ya kikabila ikagonga mwamba. Saa hii unajaribu kugawa Kenya katika misingi ya dini. Nataka nitangazie wa Kenya leo hii. Because sababu wewe ni conman. Umechukua mapasta wako wenzako maconmen. Umeshikana maconmen hapo, mnajifanya nyinyi wa Kristo kwa sababu inasemekana ya kwamba katika nchi ya Kenya wa Kristo sijui ni idadi ya 80. Sasa unataka kuleta division between the Christians and non-Christian. Ndio sasa katika hiyo vita ujipange na Wakristo, ujipange na Wakristo, udanganye unasimama nao ndio bado wanajengea kanisa. Ndio sasa you divert the attention, ulete vita sasa. Contest ikuwe si kati ya track record, ni kati ya hii dini na hii dini ni wagani wengi. Kwa sababu unajenga kanisa huko, kwa nini haujengi msikiti huko? Sababu hiyo State House, kwa nini lazima ni Mkristo anakaa huko? Siko na watu wanafanya kazi huko pia na ni Waislamu. Kwa nini hawajengei mosque hapo? Tuko na Buddhists wenye pia wanafanya kazi huko State House, hujawajengea hapo. Ya? Tuko na watu wengine hata wa Illuminati Kenya hii na wapiga kura. Wanaabudu mashetani huko. Juzi hata wamefungiwa kanisa yao huko Nairobi. Kwa nini huwajengei yao huko State House kwenye wanafaa kupatana? Ya? Hii niambie wa Kenya. Hii mnaona hapa ukora William Ruto akisema sijui ni kanisa anajenga. Hakuna kanisa anajenga huko. Hii ni vita baina ya madini. William Ruto anataka kuintroduce. Ndivyo ajifanye ana support wa Kristo kwa sababu ni wengi. Akuje kupitia hapo. Na ndio maana leo hii alikuwa ameita tumbo kubwa. Wale wazee walianza kuhubiri wakati wa Moi. Wamekuwa wakora, wanakula sadaka, wanadanganya wa Kenya. Amewaita huko. Wakapatiwa pesa, wakaanza kusema sisi ambao tuna criticize serikali ya William Ruto ni antichrist. Mimi nataka niambie hawa mapasta, mabishop, mimi si wapangi. Ukiniona kwa kanisa yako nifukuze. Ama tukipatana kwa matanga ambao wewe ndio unahubiri uninyang'anya mic ama unizimie mic. Mimi si wapangi. Ama mapasta tubukumu unaona uko Kenya huko State House. Wanatusi wa Kenya kuwaita sijui antichrist. Kwani kuna mahali katiba inatuambia tukue wa Kristiano? Katiba ya Kenya sio Biblia. Hakuna mahali katiba inatuambia tukue wa Kristiano. Wale ambao si wa Kristiano ni haki yao kuishi Kenya hii na kufanyiwa kazi na serikali. Ya? So kuita wa Kenya antichrist kwa sababu wanapinga wizi wa mali ya umma. Kuita wa Kenya antichrist kwa sababu wanapinga serikali ya wezi wakora. Wana wanajaribu kufanya religious ndio wajifiche nyuma ya dini kuiba pesa ya Wakenya. Kuita wa Kenya hivyo nyinyi hawa mapasta, you hypocrites. Hiyo ni kuwakosea heshima. Shame on you. Na ndio maana Biblia katika kitabu cha Isaia, Nabii Isaia anasema nyinyi ni mbwa zile ambazo haziwezi linda kijiji. Kazi yenu ni ulafi, mkikula mshibe, mnalala. Mnasahau kazi yenu ni kukua watchmen. Kwa sababu kama mtu ni pasta anafaa kuwa watchman ya kijiji. Kijiji ikitoka katika ile njia inafaa anaongea, anasimama, anarekebisha watu, anaonyesha njia ile ambayo inafaa ile njia wanafaa kupitia. Hiyo ndio kazi ya mapasta. Lakini kazi ya mapasta si kuenda hapo kufunikia wizi, eti mnajifanya sisi nyinyi sasa ndio mnatulecture. Ya? Niambia wa Kenya. Hizi hawa mapasta wengi mnaona huko wakirukaruka hapa. Wanaenda huko State House wanakula pesa, wanasema SHA inafanya kazi sababu wamelipwa na pesa ya SHA. Hao si mapasta, hao ni watu wamejiita. Na ndio maana Mungu alisema wengi sana watahubiri na jina yangu. Lakini siku watafika mbinguni Mungu mwenyewe atawaambia siwajui na sijawahi waona na hawamuja ilifanyia kazi mimi. Hawa ni wale Biblia inasema ya kwamba wengi watamuita Yesu lakini huko mbinguni hawataingia. Kwa sababu mnafanya hata Yesu achukiwe na watu. Ya, mnafanya watu hata sasa hawataki hata hizo dini. Kwa sababu mmekuwa na ukora, wizi, conman kila wakati ni ukora kila mahali. Kuliko mhubiri Yesu na mhubiri Injili. Mnafanya Injili chukiwe, mnafanya Yesu aonekane kama ni mwizi. Lakini kwa sababu tunajua Mungu ni Mungu wa haki. Hata Yesu leo hii angekuwa hapa Kenya, hangetaka kuitanishwa na nyinyi. Kwa sababu nyinyi ni wakora, nyinyi ni wafidhuri, nyinyi ni maconmen, kazi yenu ni kufinyiria kondoo. Na kwenda huko kuungana na wale wezi wanafinyiria zile kondoo, zile ambazo mnaongoza.
Niambie William Ruto, sisi hatutanunua uoga. Tutaendelea kurekebisha serikali na kuongea ukweli. Nimeona leo mumeshika Jane Kihara kwa sababu alikuwa na mkutano huko kwake Naivasha, alikuwa amekusanya watu wa kijiji yake huko, walikuwa na mkutano ya kujaribu vile ambavyo anaweza wasaidia. Mumepata yeye huko akiwa na mkutano kwake, mumeshika yeye. Nataka nikwambie William Ruto, ulisema hutatumia maaskari kumanage siasa. Leo hii ndivyo unafanya. Unatumia mapolisi. Unatumia idara ya upelelezi na idara ya polisi kupanga siasa zako za 2027. Na ndio maana wale wanakupinga, wale wanaongea ukweli, unawatumia maaskari. Nataka niambie Mheshimiwa Jane Kihara, sisi kama familia ya DCP tuko nyuma yako. Tutasimama na wewe, tutakuunga mkono hata vita ikichacha namna gani kutoka kwa wale wakora. Sisi hatutaingiza baridi na hatutanunua uoga. Lazima tutaongea ukweli. Hakuna makosa Mheshimiwa Jane Kihara amefanya. Ile makosa Mheshimiwa Jane Kihara amekafanya ni tu ni kuongea tu ukweli na kupinga serikali hawezi na kufuata Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hiyo tu ndio ile makosa inafanya ashukwe pale. Lakini hiyo haitafanya tununue uoga. Safari ni ile ile tunasema ya kwamba ni one time. Na nimesikia mwizi mwingine hapa, mwizi wa ng'ombe anaitwa Koech. Ya? Unajua hawa wezi wametoka pale wengi huku unasikia ng'ombe zinaimbwa. Wale wanaiba ng'ombe si watu wengine, ni wao wakora tu wanafuata William Ruto hapa wakijaribu wakijifanya wanamunga mkono. Iko siku nimesikia Koech hapo anaruka akisema tutamlazima. Niambie Koech tutam, ya? Si vidole zako zitahesabiwa kura ya Muriwe. Ni kura za Wakenya zitahesabiwa kwa debe 2027. Na kura za Wakenya ndizo zitaamua kama ni tutam ama ni one term. Lakini si vidole zako za miguu zitahesabiwa eti ndio kuamuliwa nani ameshinda. Hiyo kiburi na kurukaruka na kifua mingi nasikia kuwa nayo hapo. Hiyo sikuja kuletea Wakenya. Kwa sababu tumepatiwa nafasi, ni sheria kama Wakenya kuenda kwa debe kupiga kura, tuamue yule ambaye tungetaka sisi ya kuwe kiongozi wetu kama rais wa jamhuri hii. Na kwa sababu sasa tuko na IBC na sisi hatuna wasiwasi na hatujali hata kama IBC nyinyi ndio mmewateua hao ma commissioners. Sisi hatuna wasiwasi kwa sababu IBC hakuna kura inapiganga, au mliteua hapo kama commissioners wa IBC hakuna kura wamekuja nazo. Kura ziko na Wakenya na ndio watapiga kura. Hao wazee mmepatia kazi hapo na wamama, kazi yao tu itakuwa rais pale Bomas, kujumuisha tu na kuhesabu. Hiyo tu ndio ile kazi katiba imewapatia. Kujumuisha tu na kuhesabu na kutangaza. Wenye kupiga kura ni Wakenya. Hawa mnasema wauliwe kila siku. Hawa Wakenya William Ruto anasema wapigwe risasi wakufe. Hawa Wakenya Murkomen anasema wapigwe risasi wakufe. Hawa Wakenya nimesikia Koech akisema wapigwe risasi wakufe. Na sijui hawa viongozi kutoka jamii ya Wakalenjin mko na shida gani na Wakenya, kwa sababu nyinyi tu ndio mnasema wapigwe risasi wakufe. Au mnasema wapigwe risasi wakufe ndio kura zao zitahesabiwa 2027 ziamue kama ni one term ama ni two term. Na mahali imefika mpaka visiwi, mpaka viwete, mpaka vipofu, mpaka watoto wachanga, mahali imefika hakuna mtu hajui ni one term. Na wale ambao wanajaribu kulinganisha William Ruto na Kibaki na Bwana Uhuru Kenyatta, hiyo ni kama kulinganisha kifo na uhai. Kujaribu kulinganisha William Ruto na Kibaki ama William Ruto na Uhuru Kenyatta ni kama kulinganisha kifo na uhai. Kwa sababu nchi hii hakuna mtu hajui ile kazi mzee Kibaki alifanya. Mzee Kibaki alituletea masomo ya bure katika nchi hii. Mzee Kibaki alitengeneza mabypass, hizi mabarabara zote ziko huku. Mzee Kibaki alitufungulia soko ya China, pikipiki na simu zikaingia hapa. Kazi moja alikuwa ameshindwa kufanya for 24 years. Leo hivi William Ruto ameingia, masomo ya Kibaki yamekuja karibu. Ya? Hizi kazi yote Kibaki alikuwa amefanya, William Ruto amekuja karibu. Bwana Uhuru Kenyatta alitupatia masomo ya sekondari, masomo ya bure. Bwana Uhuru Kenyatta alifanya ile stima ilikuwa inaingia kwa boma na 1,100. Akafanya ikawa rahisi kuingiza stima kwa maboma. Stima akazipeleka mpaka kwa vijiji. Leo hii kuingiza stima ikawa karibu na bei bure kwa sababu ya Uhuru Kenyatta. Akatengeneza SGR. Hizi mabarabara mingi ziko huko akatengeneza na akatengeneza viwanda. Leo hii William Ruto, hii stima tulipatiwa na Uhuru Kenyatta bure. William Ruto amekuja akaongeza kodi. Watu wako na stima kwa boma lakini wanatumia taa kwa sababu kulipa token ni very expensive. Hiyo ndio ile kazi William Ruto amekuja kufanya. Alafu mnakuja kulinganisha yeye na Uhuru ama Kibaki. Kwani mko na wazimu? Mnalinganisha kifo na uhai. Hii masomo ya bure ya sekondari Uhuru Kenyatta ametuletea hapa.
anatoa pesa ya capitation kulipia watoto shule. William Ruto amekuja ameharibu kila kitu. Leo hii watoto wengi hata hawasomi, wako nyumbani kwa sababu wazazi wanashindwa kulipa fees. William Ruto amekuja pesa ya capitation, amekuja amegawa karibu yote. Wazazi sasa wajilipie fees, hiyo pesa anapelekea mapasta kule State House. Huyo ndio yule mtu mnakuja kulinganisha hapa na Uhuru. Kwani mko na wazimu? Kwani mnalinganisha kifo na uhai? Kwani mnalinganisha kifo na uhai? Ile kazi ya maana imefanywa na hao mapresident wawili katika nchi hii. Ndio leo hii William Ruto anakojolea kila kitu. Hakuna, ameharibu kila kitu. In fact William Ruto anafanya ile kazi shetani anafaa kuwa anafanya. Ya kuiba, kuharibu na kuua. Kwa sababu ameua watoto na amesema pia waendelee kupigwa marisasi. Kuiba anaiba kila siku. Pesa ya SHA, pesa ya capitation anaiba kila siku. Kuharibu ameharibu kila kitu mpaka funding model ya university. Kuharibu ameharibu kila kitu. Tulikuwa na NHF ilikuwa inasaidia watu wetu, ametuletea SHA. SHA yenye hata imeshindwa kulipia Makarina. Makarina mwenye ambaye ni broga wa serikali. Ya? Unajua hii nchi iko na watapeli wengi. Na watu wa serikali wametapeli sisi watu wa upinzani mpaka sasa wameanza kutapeli watu wa mlengo yao. Makarina hakuna mtu ajui Makarina. Amekuwa tu mtu wa kuunga mkono hiyo serikali yao. Amekuwa anatetea William Ruto na Kindiki kila siku. Hata aligonjeka akiwatetea. Vile ameanza kwa hospitali, SHA yenye ameishi huko kirukaruka inafanya kazi, imeshindwa kumlipia. Niliona Makarina akiandika juzi karibu atangaza harambee, hata alisema sijui ni former DCI boss Bwana Kinoti alienda kumlipia bill. Mimi nataka niulize William Ruto akiwa na Kindiki. Nyinyi kama viongozi mko na akili mzuri ambao tulichagua na mnataka mheshimiwe. Mnatuambia SHA inafanya kazi. Alafu mtu wenu Makarina amegonjeka anaenda kulipiwa bill na DCI Kinoti. Makarina analipiwa bill na DCI Kinoti kama SHA yenyewe mnatuambia hapa kila siku inafanya kazi. Unajua hata kama mnaweza tapeli sisi wenye tuko upinzani. Hata kama mnaweza tapeli wa Kenya wenye hawana network. Mnatapeli mpaka Makarina mwenye mnakaa meza moja hapo kupanga ukora. Mnatapeli mpaka Makarina mwenye mnakaa naye hapo kupanga uongo kila siku. Mimi nashangaa. Niambie William Ruto. Wale wanajaribu kukulinganisha na Mwai Kibaki na ama Uhuru Kenyatta. Hata wanafaa washikwe washtakiwe. Inafaa kuwe treasonous. Kulinganisha wewe na Rais Kibaki ama Rais Kenyatta. Ile kazi walifanyia nchi hii haujafika hata kwota. Umekuja ukaharibu kila kitu. Umekuja ukaharibu kila kitu. Kibaki hakusema watoto wapigwe risasi, wewe umesema. Uhuru Kenyatta hakusema watoto wapigwe risasi. Vile aliona watoto wanamtusi sana huko kwa mitandao, Uhuru Kenyatta alitoka hizo matwitter na Facebook akatoka. Yeye akafocus na kujenga taifa. Kwa sababu hakuna mtu atakumbuka matusi. Hakuna mtu atakumbuka matusi ya social media. Hakuna mtu atakumbuka vile ulichora social media. Hakuna mtu atakumbuka kama watoto walikuchora huko kwa jeneza. Lakini Wakenya watakumbuka ile kazi ambayo ulifanyia wakati kuwa rais wa jamhuri hii. Ile kitu itakumbukwa William Ruto, ni ile kazi utatufanyia na ushuru yetu. Lakini kuchorwa kwa social media ama kutusiwa kwa social media na watoto, hiyo hakuna mahali itakumbukwa. Leo hii hakuna mtu anakumbuka Uhuru alitusiwa. Lakini tunakumbuka ile kazi safi alitufanyia na ushuru yetu. Tunakumbuka ile kazi safi mzee Kibaki alifanya. Lakini kama mnataka mtambuliwe, kwa sababu nilisikia ukisema ya kwamba eti hatutaji Kibaki na Uhuru, lakini tunakutaja na tunataja Moi. Ni sawa. Tuambie kitu moja Moi alifanya, hata tumweka kwa listi ya wale mapresident walitusaidia. Tuambie kitu moja. Tuambieni kitu moja positive ya maana Moi alifanya hiyo 24 years. Tutaanza kumtaja. Hakuna. Na mimi nataka nirudie ile kitu Bwana Ketel alisema. William Ruto haujakosea Wakenya peke yao, lakini umekosea mpaka jamii ya Wakalenjin, kama vile ambavyo Ketel mtoto kutoka Nandi alikuwa ameonya sisi kufanya, kwa sababu Ketel alituambia kwamba ile siku William Ruto atachaguliwa kama rais wa jamhuri hii, atafanya jamii ya Wakalenjin ionekane kama ni watu wabaya na atakuja kuwaharibia, kwa sababu hata kupata uongozi siku nyingine itakuwa shida. And that is where we are today. Ketel prophesied. Alfred Ketel, MP for Nandi Hills, prophesied
Akasema tukikubalisha William Ruto akuwe rais, atafanya tuchukie jamii ya Wakalenjin. And that is where we are today. Mahali tunaelekea. Tukienda katika historia ya Kenya, ukitoa Moi 24 years wasted the nation. Aliharibu misingi yote mzee Jomo Kenyatta alikuwa ameweka. Nchi ikasambaratika, ukulima ikaharibika, viwanda zikaisha, maisha yakakuwa ngumu. Kibaki amekuja amejaribu kutengeneza, akaenda zake. Uhuru amekuja amejaribu, amefanya kitu inaonekana na macho. Wewe umekuja from the same community. Umekuja, umeharibu kila kitu umeharibu. Ukatudanganya hapa wewe William Ruto na video ziko. Mkaruka hapa na Kimani Ichung'wah mkituambia kwamba bei ya petroli imepanda kwa sababu familia ya Kenyatta wameweka petrol station. Hivyo mlituambia hapa ama ndanganya? Sio walituambia hivyo siku ya campaign. Wakatuambia bei ya mafuta imepanda kwa sababu Uhuru Kenyatta na familia wamenunua petrol station. That is what they told us. Akatuambia tukimchagua ata fix bei ya mafuta itashuka. When Kenyatta was in power, bei ya petroli ilikuwa around somewhere 150. Kwa sababu alikuja akatuletea subsidy. Ndio at least bei ya petroli iweze kushuka chini. So Uhuru Kenyatta akipatiana uongozi hapa Kasarani, tulikuwa tunanunua mafuta ya petroli lita moja 154. Kabla Ruto atoke hapo akiapishwa, alitoa hiyo subsidy. Bei ya mafuta ikaenda 173. So leo hii iko 186. Haijawahi shuka siku hata moja kutoka siku aliingia hapo. Na kwa sababu alituambia Mama Ngina Kenyatta ndiye alinunua petrol station ndio maana mafuta ilipanda. Leo hii atuambie nani sasa amenunua kwa sababu mafuta imepanda juu zaidi hata kuliko wakati wa Uhuru. Sasa mtatuambia nini? Nimesikia huyu mwizi anaitwa Bandi hapa mwenye mapatua kiti juzi sababu ya maandamano ya Gen Z akiwa kama waziri wa fedha akisema ati bei ya mafuta imepanda kwa sababu kuna vita. Hakuna vita iko. Ukienda Uganda mafuta iko chini ya 170. Ukienda hapa Tanzania mafuta iko chini ya 160. Na inatoka mahali moja. Hakuna vita iko. There is no any global crisis. Eti bei ya mafuta ikapanda. Ambia Wakenya ukweli ni makodi mumeongeza. Hiyo bei tunauzua leo hii mafuta 180, tunafaa kuuziwa 90 shillings. 50% ya hiyo bei ni makodi yenye William Ruto ameweka. Na kitu ya kwanza walifanya vile William Ruto aliingia. Walitoa 8% VAT wakaweka 16. Mafuta ikapanda. Wanaruka hapa kila siku wakituambia dola. Dola ilikuwa 120, 118. Kasarani Uhuru akitoka. Vile mliingia mlikoroga kila kitu ikakuwa 160. Sasa hivi mnashukishanga kidogo iko bado 130. Haijafika hata mahali Uhuru aliacha. And these are the evidence I'm giving kuonyesha ya kwamba William Ruto alikuja kuharibu, kuiba na kuua. These are the evidence. Hakuna kitu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliacha, iko mahali aliacha. Hakuna kitu moja iko mahali Uhuru Kenyatta aliacha. Masomo haiko mahali aliacha. School fees watoto hawasomi. University sahi it is on record. Wale watoto walikuwa wanafaa kuingia university hii mwaka na last year wote hawajaingia hata kama walikuwa wamehitimu kwa sababu hawana pesa. Jamaa alikoroga education system ya higher education. Alikoroga. Kweli si kweli? Huko kwa vijiji watoto wana maskini wanakufa kila siku sababu ya isha. Tukua na HIV hata kulikuwa afadhali. These are the evidence that I'm giving ya kwamba William Ruto amekuja karibu kila kitu. Na ndio maana tunamwambia mambo ni mawili bwana William. Sisi usitusaidie. Rudisha tu nchi mahali Uhuru alikuwa ameiacha, alafu uende nyumbani. Tuchague mtu mwingine. Usifanye anything. Hata zile ahadi ulituahidi bwana William Ruto, don't fulfill. Zile ahadi bwana William Ruto ulituahidi, usijaribu, usijichokeshe kujaribu kutimiza hata moja sababu hauwezi. Ile kitu tu tunakuomba kama Wakenya tuko tayari, wacha hiyo miaka 5 ipotelee kunywa maji. Wewe chukua nchi, rudisha Kasarani mahali Uhuru Kenyatta alikuachia 2022, enda nyumbani, tuchague rais mwingine. Who will take over from there? Hiyo tu ndio nakwambia. Do us a favor. Usifanye chochote. Tuko tayari hiyo miaka 5 wacha tuikue hasara. Ni sawa? Hata mtoto anazali yangu tu na anakufa saa nyingine. So wacha kama nchi tuende hasara miaka 5 ni sawa. Lakini tunakuomba chukua Kenya, rudisha Kasarani mahali Uhuru alikuachia. Then from there go home in peace. Sisi tuchague rais mwingine kupitia demokrasia, kupitia haki, kupitia sheria, akuje ajaribu kuendesha taifa vile ambavyo inafaa kwa sababu umeshindwa kuongoza nchi. Na hiyo ndio ile kitu ambayo hutaki kusema. And that is why today nilisikia, unajua
Wacha tuambiane ukweli. Na mimi hata mkinitafuta kwa sababu ya kuongea ukweli, hata nitakufa kama mtu ambaye amefurahia katika moyo wake, kwa sababu najua niliongea ile kitu ambayo ni ukweli. Kila siku mnarukaruka hapo juu ya magari, mnasema ni jamii moja iko na shida ya uongozi ya William Ruto. Juzi nimesikia Boni Harware, who is a UDA official in the House of Senate, who represent the Kenya Kwanza government in the Senate as a chief whip. The man comes from Western. Yes, si kama ama Mwangi, he comes from Western. Nimesikia juzi akisema ya kwamba mnarukaruka huko kwao, lakini wanajua hamuwapendi. Mnaenda huko kwa sababu mnataka kuwatapeli kiti ya kule Marava. The same Boni Harware nikasikia akisema ya kwamba zile ahadi uliahidi watu wa Western umeshindwa kutekeleza. Na yule anasema hivi si kama mama Mwangi. Ni Boni Harware, a leader in your government, representing your party in the Senate. Sasa huyo bado ni Kamau, kwa sababu nasikia mkisema ya kwamba sijui wale wako na shida na nyinyi ni jamii moja. Ya? Hawa viongozi wote kutoka Western, kutoka Nyanza region, kutoka Mombasa, kutoka kwa Masai, kutoka Ukambali, wale ambao wanakupinga pia wao pia bado ni Kamau. Ya? And that is why I'm warning Kenyans. William Ruto amejaribu kuhubiri injili ya ukabila. Amejaribu juu chini kugawa Kenya katika misingi ya kikabila, ameshindwa. Saa hii sasa anataka sasa kuigawa katika msingi ya kidini. Na ndio maana anachukua pesa ya Wakenya 1.2 billion. Anaenda kujenga kanisa huko State House. Watoto wanakufa njaa huko hawasomi. Anasema ati wale wanapinga hiyo ni wapinga Kristo. So he want to silence the patriotic Kenyans. Wale ambao wako against wizi ya mali ya umma anataka kuwa silence. And that is why amelipa hao mapasta wezi wakora wakuja kutuita sisi antichrist. Tuiteni antichrist. Mbinguni siko mama zenu. Call us antichrist if you want today. Mbinguni siko mama zenu. Mbinguni ni kwa Mungu mwenye anapenda haki na ukweli. Na tukikufa hatutakuja kwenu. Tukikufa hatutazikwa kwenu. Tukikufa tutazikwa kwetu, na tukikufufuka tutaenda mbinguni kwa Mungu, Mwenyezi Mungu. Yule anapenda haki na ukweli. Unajua mapasa wanajifanya mabroka saa nyingine. Eti tuwainamie, kwani wao ndio wako na funguo ya mbinguni. Mbinguni siko mama ya mtu. Mbinguni ni kwa Mungu na anatupenda sisi zote. Na hamutauzia uoga sisi kutuinda antichrist ati ndivyo tusiongee mkule pesa ya wananchi. Tuiteni antichrist. Mbinguni si kwenu. Na kama ni kwa mama ya mtu, mfunge mlango tusikuje. We will criticize you. Kama criticize wakora ndio inafanya mtuite antichrist, tuiteni hata semeni tunaabudu sanamu ama shetani. That will not scare us. For as long as sisi tunajua Mungu wetu. Na Mungu wetu si mkora kama nyinyi. Mungu wetu, the God that you represent, it is not the God that we know. Yule Mungu tunajua muumba mbingu na nchi ni Mungu wa haki na ukweli. And in a case God is not even religious. Mungu hata hapendi upuzi ya watu kujifanya wafuata dini. Mungu anapenda tu haki na ukweli. Kama wapatiwa kazi unaifanya katika njia usawa. Mungu anapenda watu wote watoshanishwe. Watu wote ni wa Mungu. Wala watu wote wako chini ya hii dunia wote ni wa Mungu. Na Mungu angependa wafanyiwe haki. So wewe hapo na matumbo zako kubwa kujifanya hapo sijui unaweza tutusi antichrist. Ndio tufikirie tusikie uoga tuache kuongea. Hai, hiyo ni historia ya zamani. Hiyo ni historia ya zamani hiyo. Mahali tumefika saa hii kuzio uoga hiyo tushapita. Hii nchi ni yetu tutaongea. Kwa sababu iko watu wengine walitutangulia. Wengine wazuri, wengine wabaya. Hata sisi tutaenda tu. Siku itafika tutaenda tu. So, ila tuongee ama tukose kuongea. Si tutaenda tu siku moja. So, lazima tutaongea ukweli. Na hiyo ndio ile ukweli lazima tusimamie. Niambie wa Kenya. Hii safari ya kukomboa nchi tusinyamazie hapa. Hii safari ya kukomboa nchi ndio tuweze kukua na uhuru wa kiuchumi. Haitaishia hapa. Tutasukuma, tutashikana, tutapigana vita mpaka dakika ya mwisho. Na niambie William Ruto, sisi tuko na haja sana kukuhumiliate Kasarani 2027 ukipatiana mamlaka. Hiyo ndio ile sherehe kubwa tunangojea bwana William Ruto. Mimi nikiwa kama kijana msafi, mfuasi namba 1 wa chama cha DCP na nikiunga mkono viongozi wa upinzani, hatuna haja kamwe kupindua serikali yako. Hatuna haja kamwe kusponsor uovu eti ndio utolewa kwa serikali kabla wakati wako kuisha. Hatuwezi taka hiyo. Kusponsor uovu tukusukuma utaka kwa serikali kabla wakati wako kufika, hiyo ni kuharibu. Hiyo ni kujikatishia ile sherehe ambayo tunangojea kubwa 2027. Kwa hivyo William Ruto, sisi tunakuombea
uishi maisha marefu mpaka 2027 ukiwa usawa wa afya. Ndivyo tukuhumiliate para Kasarani, ukipatiana mamlaka mchana wazi, tukue na serikali nyingine. Ukweli ya maneno, wakitaka kutushika kwa sababu ya kuongea ukweli, sisi hatuna shida. Niambie Wakenya tuweke umoja, tushikane, na vijana msikubali kugawa mara mbili. Najua iko vijana wale ambao tumeshikana, wale ambao ni patriotics na tunapigania haki ya ukweli ya Kenya hii, lakini iko pia bado vijana wengine kati yetu wanatumia vibaya na wakora wa siasa. Iko vijana kati yetu wanakubali kulipwa pesa na wanasiasa wakaleta vurugu, wakaharibu mali na biashara za watu. Tafadhali naomba vijana msikubali kutumiwa hivyo. Wacha vijana tujiunganishe pamoja, tusikubali kugawa, ndio tushikane kutetea haki ya Wakenya, lakini si kuharibu mali ama kupiga watu wetu. Tusikubali vijana kugawanywa. Tulindie amani, tusimamie haki na tusimamie ukweli. Hii nchi ni yetu na vijana wale tuko nchi, sisi ndio tutaachiwa nchi na hawa wazee, kwa sababu wameanza kuchoka, wameanza kushindwa kuongoza. Watatutangulia, sisi vijana ndio tutabaki. Tusipojipanga katika njia ya ukweli na msingi ya haki, tutapoteza nchi. Kwa hivyo tusikubali kutumiwa vibaya na wanasiasa. Tusimamie haki, tusimamie ukweli na tuweke amani na tuongee na sauti moja. Asanteni sana, Mungu wetu wabariki na alinde taifa letu. Asante.